Hivi unajua chanzo cha sisi kwa weusi? Sisi. Hakuna. Bana, yani sisi sijui likuaje bana. Sio Afrika sisi. Unajua sisi ndio tungekuaga wa kwanza kuwa weupe kuliko wazungu. Hii ni maajabu. Hawa dada wanaenda wanaojikoboa, wanaojichubua. Yaani sisi tulifeli babu yetu mmoja, atulifeliji. Kulikuwa kuna maji, sehemu moja tu dunia nzima maji liko kwenye kidimbwi kimoja tu. Hayo maji ukioga unakuwa mweupe. Akaanza kupita pale babu yule. Alipopita akakuta ile maji. Akasema maji itakuja nioge. Yaani kachafuka, akasema maji itakuja nioge, ngoja kae nikanywe pombe. Kaenda kanywa pombe huko, mzungu kapita bana. Mzungu ndio alikuwa mtu mweusi kuliko tu mweusi. Sisi tuna karangi rangi. Alipopita akafika kaogelea ile maji akawa mweupe. Akaja akapita mchina akawa mweupe. Mwarabu nani? Sababu wakati wakiwa wanaogelea ile maji, ukadi unafunzi kuogelea, maji yanashuka. Yakabaki madogo. Baki madogo ndio akaja babu sasa karudi kutoka kwenye pombe bana. Akafika akasemaje madogo nitaogaje? Akaweka mikono tu, nikokotee mawe. Tukabadilika tu. No. Tukabadilika umdo kukaa kweupe. Alifika akainama akaweka tu mikono. Tukabadilika umdo tukawa peupe. Unaniona mimi matako yako. Kisima kimekauka maji ila juzi kipo. Kama maji yakirudi nitakwambia. Tukienda tukioga hayo maji tunakuwa huko. Bado watu hujafikisha miaka 20. Sasa uongo wa nini sasa mdogo wangu? Sasa mimi sina miaka 12, 13 sijui. Sasa ndio walisema hivyo, mimi nisoma kwenye kitabu. Bwana anakusimulia hizo hadithi. Nani? Marehemu Babu Nyerere. Jiangalie mdogo wangu, jiangalie. Mafuta za kuchanganya na chumvi sio nzuri. Sio nzuri hizo bange. Chumvi si ndio zinakuwa tamu na moshi. Ndio maana achana na hizo, acha kufuta bange mdogo wetu utapotea. Sawa. Unaweza kuona mchana umekuwa usiku. Na usiku bange, na usiku unakuwa mchana. Kwani sasa saa ngapi? Sasa ngapi? Mimi naondoka wapi?